Okay, karibuni katika kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tunaweza kwa kipindi kilichoisha tulizungumzia kwa habari ya sketch. Tukaona sketch different commands ambazo zinatumika kwenye sketch. Tukaona sketch, tukaona smart dimension, tukaona hizi different sketch katika lines, rectangle na others and so on. Tukamove mpaka tukaishia at that point. Okay, so kitu cha leo nataka nigusie ni kwamba tuangalie kwa habari ya 3D. Kwa 3D maana yake ni features. Kwa hiyo ukitoka about 3D unaunda kwenye masuala ya features. Kwa hiyo kwenye features maana yake tutazingatia sana 2D then yani ili itokee 3D lazima uanze na 2D then you can go have height ili itokee 3D. For example, unaweza kuwa na kitu kama hicho, setting that one features. Kwa mfano this one utaona kwamba kuna different 2D ambazo zimekuwa formulated. Kwa hiyo unachotakiwa sasa kujua ni feature gani ambayo ita create that thickness, hii nyama ambayo inatengenezwa hapa, lakini those are the 2D. Those are the 2D, lakini these 2D zina kuformulate kupata hicho kitu cha 3D. Kwa hiyo sasa namna gani tunaweza tukachora 3D katika feature commands. Kwa hiyo feature commands ina consist different commands ambazo zinatusaidia kuchora hiyo 3D. Okay, so kitu cha muhimu katika SolidWorks cha kwanza lazima uzingatie units. Ukishazingatia units set katika millimeters ukaona okay iko sawa. Lakini kitu cha pili lazima tuzingatie hizi about plane. Tukizingatia about plane maana yake plane ni 2D ambayo inaenda kuwa created. Lakini ukisha create 2D direction ya ile features ndio hizi zitakuwa depend na feature unayoenda kutengeneza. Kwa mfano nataka kutengeneza shaft, unataka kutengeneza shaft maana yake utahitaji 2D ya duara ili utengeneze shaft. Okay, so kwa mfano unachagua front sketch, then take it as a circle, then at any point, for example I put that point or at the center point. From that point then you put in a smart dimension. For example I put it 200 mm. Then kwa sababu haina hole manake siwezi kuweka hole hapa, sawa. Kwa hiyo kinachoenda kutengeneza nyama ambacho ni hitch extruded bosses. Kwa hiyo extruded boss una direction, hii ni direction. Direction unakuonesha kwamba inaenda huku, ile nyama inaenda kwa created inaenda in that point, in that direction. Ile kutoka in the direction of opposite una change that direction, change that directions. Even kama unataka create different direction katika tofauti wa distance, utakachofanya ni kwamba una add direction 2. For example unataka uende upande huku wa kulia katika milimita let's say 100. Kwa hiyo unakuja unaandika 100, una click na huku nje ili i-update ndani. Ukiklik hivi utaona kuna changes. Usibonyeze enter. Ukiweza enter maana yake una-allow kama umekubali kwa zile dimension ku existed. Kwa hiyo unachotakiwa ni ku-click, kishaandika hapo na click ndani ili kusudi iweze ku-update. Okay, sasa unaona hapo kuna 100, lakini sasa unataka upande wa pili itokee 400. Maana yake ni different size. Au unairuhusu hii direction ya pili, itakwambia ngapi nataka direction ya pili, kwa namna gani direction ya pili nataka iende. Hapa kwenye chagua kwenye blind kuna up to vertex, up to surface, offset from the surface up to body. Hizi tutazidi kuziona the way tunavyosonga mbele. Kwa hiyo cha kwanza hapa ni blind unaipa direction wewe, lakini unaipa pia distance mwenyewe. Okay, lakini hapa tunaandikia sasa, hapa ni distance ya upande wa kushoto ni 400, then una click pembeni ndani
ili iweze kuupdate. Kwa hiyo unaona direction ya upande wa kulia ni 100, upande wa kushoto ni 400. Hiyo ni namna direction unavyoweza kuzitenga. Au unataka kupiga mid plane katika direction moja, kwa hiyo unatakiwa uzime hii direction 2, lakini hapa unachagua mid plane. Kwa hiyo it act as a mid plane. Okay, it act as a mid plane. Maana yake mid plane ikimaanisha kwamba hii 100 inagaiwa hapa, not that kwamba huku pande huku ni 100 na huku ni 100. No, hii 100 automatically yote hii ni 100. Kwa hiyo yenyewe inagawa kwenye 100 inakuwa 50 kwa 50. Kwa hiyo usichanganye, usidhanie hii 100 kwamba ni upande mmoja. No, ni pande zote, lakini yenyewe ina divide equally. Kwa hiyo itakuwa ni 50 kwa 50. Kwa hiyo inakuwa yote ni 100. Kwa hiyo kingine unaweza kutumia up to vertex kama unakuwa na point fulani ya mchoro wako 3D au line. Kwa hiyo ukipiga up to vertex at that point, maana yake hii itaenda kwenye urefu kama unaotaka. Ukiwa kwenye surface, una click surface, inaenda moja kwa moja kwenye surface. Okay, then ukiwa kwenye offset from the surface, hizo ni aina tofauti zetu kuona ili usiweze kuchanganyikiwa. Sawa. Sasa hapa from kwamba unataka hii features itokee kutokea kwenye nini? Hapa sketch plane, maana yake nilipochorea kwenye plane yangu ni top plane, kama front plane kama uliniona. Yeah, nilichorea kwenye hii front plane. Sasa kuna muda hautaki hii start kwenye hiyo plane nilichorea, unataka kwa start katika certain distance. Kwa unachotakiwa kufanya nini? Unatakiwa kufanya offset. Ukifanya offset unafanya particular at distance ngapi? Unaona, kwa mfano nimefanya offset kutokea kwenye sketch plane kwenda mbele huku kwa 10. Nikiongeza unaona inazidi kusogea. Nikiweka hapa blind ndio utaelewa zaidi. Kwa hiyo upande wa pili huku nimerudisha, nimeenda kule, lakini huku nimefanya offset. Nikitaka hii offset ya 20 iende upande wa pili, napiga direction. Nadhani hapo utakuwa unaona kwamba imeacha plane, imemove offset kwa 20. Hapo ndio tukaanzia kutengeneza umbo langu. Kwa hiyo ndio hizo namna moja. Lakini pia unaweza kutengenezea a hole. Kwa a hole maana yake unakuja kutengeneza kwenye thin features. Ukiweza thin features itakuwa allow thin features. Sasa hapo kuna namna unachanganya watu sana hapa. Unachotakiwa kufanya ni kuchagua direction ambayo ni sahihi. Mfano hii ndio font. Utajuaje kwamba inatengenezea ndani au nje? Ukiweka kwenye font utaiona hii nyama imekuwa nje. Ukitaka ndani ni direction ya ndani. Unaona inakuwa inabadilika ndani na nje. Lakini hii ni thickness. Hii ni thickness, unaongezea thickness ngapi? Lakini hii ni mfuniko wa mwishoni. Lakini mfuniko una depend na hii thickness. Kwa hiyo nikipiga hivi, maana yake itafunika ile umbo langu huku nje na huku nje kwa thickness ambayo nimeweka ni 30. Kwa hiyo itatengeneza hole ndani, lakini pia itafanyaje? Itafunika. Lakini kama sitaki kufunika mwishoni, hii hapa ndo ya kufunika hii. Kama nikiandika 5 unafunika kwa 5, unapunguza. Kama unataka na iondoa, then una place okay. Kwa hiyo click hivi utakuta umbo lako limetokea hiyo. Kwa hiyo features yenyewe hii extruded boss inatengeneza nyama. Unaona kama hii nyama, ukitaka nyama unatengeneza kwa hiyo extruded. Lakini kwa mfano mtu anataka kutengeneza tu nyama unataka kutengeneza nyama bila hiyo scene features, unachotakiwa unafanya hapa. Tunaanza kwenye sketch, unachora na duara lako chora, unatengeneza kwenye features extrude, unasema mid plane kwa mfano, maana kinajua equally about 100. Okay, then unapiga okay. Hii ni umbo lako, sio? Lakini unataka utengeneze tobo. Kitu ambacho kinaenda kutengeneza tobo ni features inaitwa extrude cut. Hii ni extrude boss inatengeneza nyama. Hii extrude cut inatoboa. Okay, au inaondoa nyama. Kwa hiyo sasa nataka niondoe nyama katika that point kwenda nje, maana kuna hole. Kwa hiyo unachotakiwa unacholea wapi hiyo sketch au 2D? Unacholea kwenye that face. Unaona kama face haiwezi, mfano kwa face ni ngumu kujua. Mfano nataka nicholea kwenda hapa upande wa huku chini, ni ngumu kucholea. Kwa hiyo lazima kuna vitu vinaitwa reference.
reference plane unakuja kutengeneza vitu kama hivyo. Utaviona zaidi unapozidi kwenda mbele na different michoro ambayo tutakuwa tunachora, utapata gain vizuri ya michoro yetu. Sawa. Kwa hiyo unachotakiwa nini? Ni kuselect that face then ni kuipiga sketch. Unaona? Kupiga sketch. Kwa hiyo hapo imekuja kwenye normal ya ile sketch ya normal ya ile face ambayo umeomba sketch. Kwa hiyo baada hapo unakuja na create cycle. Kama uone vizuri hapa kuna hii alama indication. Hii alama una click mara ya pili utazani unaona clear vizuri. Unakaa kwa unaweka smart dimension hapa kwamba hii hapa ndani ndio kutakuwa na tundu. Unaweza kutoboa ndani au kutoboa kwa nje, depend on you. Kwa mfano hapa tunataka 100. Ukishamaliza unaenda kwenye features, usiondoke kwenye sketch, unaenda kwenye features, unaenda kwenye extrude cut. Kwa kwenye extrude cut haina tofauti sana na extrude bosses. Extrude bosses lakini hizi zote ni the same. Na hizi ni direction ya namna ya kukata. Unataka kukata through all, ipite moja kwa moja au upande wa pili na kushoto uende pande zote mbili ziende zitoboe, au unataka mid plane itoboe katikati, au unataka sisi tunataka ni blind. Lakini kwenye blind unaweza kutoboa hapa ndani au nje hii ndani. Kwa mfano nikifanya flip outside cut, maana yake itatoa cha nje. Ndio maana unaona hii mshale una flip inakata nje. Kwa hiyo shape itakobaki ni hii hapa ndani. Umeona? Lakini nikitoa hii it means inatoboa direction ya ndani. Maana hii itaondoka, hii itabaki. Unaona? Okay. Direction hizi nishazizungumzia kwa baada direction. Kama unataka kufanya direction mbili, unafanya addition ya direction mbili. Okay, lazima unataka kutengeneza thickness, yani katika hili umbo pia unataka kutengeneza thickness fulani. Kwamba katikati huko kuna nyama lakini hapa ndo itoe hiyo lakini kwa thickness ngapi unaandika that one. Kama unataka that point unakuja kupiga okay. Kwa wanadhani hapa umeiona umbo langu limejitoboa linavyoonekana hapo. Unaweza kushikilia kwenye mouse, una hold ile scroll okay, scroll ball una hold then una rotate. Okay, na ndani unaiona hiyo tool yangu inaonekana vizuri. Okay. Lakini kuna kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanya hapo. Kuna features tunazidi kuchambua taratibu features. Kuna features ambayo inaitwa easy fillet hapa unaona kuna sharp edges hapa. Unaona hizi sharp edges unatakiwa utumie fillet na fillet na chamfer. Fillet yenyewe inatumia radius, chamfer inatumia mfumo wa distance and angle au angle and angle au distance. Kwa hiyo hii inatumia fillet maana yake inakuwa ni aina shape fulani. Unaona inakuwa ina smooth. Kwa ukiselect hii edge sasa zinakuwa zitatofautiana. Kuna hii edges, kuna hizi tofauti. Una double nani? Unakuwa na round, una double, una face tatu. Na different tutazidi kuziona kutokana na tunavyosogea mbele. Okay? So hapa itakuwa una make sure inakuwa kwenye full define ili uweze kuona hizi partial sketch before hujalao. Unaona? Kwa hiyo hapa ndo radius. Kwa hiyo unapoongeza na yeye inaongeza hapo ndani. Nikipunguza nadhani unaiona. Kwa hiyo ni kiwango cha radius. Okay. Kama unataka utofauti wa radius katika tofani unataka that command na differentiate radius unaweka multi radius. Kwa hiyo unapo click itakuwa inakupa allowing ya kubadilisha independently unaweza kubadilisha. Kwa hiyo unakuwa nadhani unaona kuna utofauti wa multi na ukiondoa multi. That is the point. Ukitaka kutoa hiyo na niseme sitaki radius, unataka fillet unatoa, una click sehemu ile the same point. Then unapiga okay. Kwa hiyo nadhani unaiona creation yetu tumetengeneza that the fillet. Lakini ukitaka kupunguza na edit features again unaenda kuiandikia tena. Unapiga okay tena. Unaenda kuicheck kama ukiona mbaya unashika, una right click, una edit features, unaandika file. So ina depend na wewe unataka requirement gani. Okay? That we see.
Kwa kama unataka hiyo upande wa pili pia una edit, unakuja hapa maana yake una allow sehemu nyingine ziweze kufuata hiyo radius. Hiyo na hiyo sehemu ndio the same radius. Unapiga okay. Utaona kwamba zinakuwa same radius. Okay, lakini kingine kuna kitu kinaitwa fillet. Chamfer. Chamfer yenyewe inatumia specific distance and angles. Kwa hiyo nataka nitengeneze chamfer katika that point ambapo iweze kuwa na urahisi wa kuingia ndani. Okay. Kwa urahisi wa kuingia ndani. Kwa hiyo hapa unaweka about for example is 5 au unaweka for example is 10. Nadhani unaiona kwamba the way angle inapoongezeka kwamba itakuja itaishia hapa. Sasa hii distance ni 10 hapa. Ni 10 angle. Kwa hiyo it means inakata kwenda sha. Unaona? Kwa hiyo au unaweza kwa flip directions. Okay. Baada ya hapo au hii sasa hii inakuonesha hapa distance and the angle and distance, au unataka distance na distance. Utakapoweka hiyo distance maana yake ukitaka symmetrical maana yake inafanana. Katika namba 10 maana yake juu na chini ni 10 distance. Lakini ukiandika asymmetrical una differentiate kwamba hapa paka hapa ni ngapi, hapa paka chini tu hapo ni ngapi distance. Lakini particularly mimi nataka angle. Nataka angle na distance, select that point. Unaenda ku select, baada ya kuselect unakuja na pia okay, that tunatengeneza hiyo chamfer. Then nakijua hichi kitu before kuna design fulani naona kama hichi kinarahisisha wakati wa kufanya mating ili kusudi isiweze kuingia kwa shida. Kwa hiyo that is my point. Kwa hiyo ukitaka that chamfer at that point una sometimes unakuta kwa mfano kuna command inaitwa mirror. Kwa hiyo unakuta hii point umeitengeneza lakini unahitaji kwenda wa pili. Kwa hiyo unachofanya ni nini? Unaenda kwenye mirror, unaenda ku select plane hapa. Hapa inaomba plane of face au mirror. Okay, mirror face au plane. Kwa hiyo unatafuta plane. Kwa hiyo kwa sababu hii unataka itokee upande wa pili, lazima plane iact at that point. Unaona, lakini that point hii hapa. Okay? Hii ndio inaenda font inaweza kutengenezea upande wa pili. Ukichukua tofauti na font maana kunatengeneza different, haiwezi kutokea. Kwa hiyo hapa hii inaweza enda kufanya mirror ni feature. Unaenda kwenye features, mirror, unaweza ku select hapa au kuitafuta hapa. Sema ni hii naitaka, then uka press okay. Ukiona kitu kama hichi no longer editing features is set, this one and others. Unapiga hii geometric patterns. Hii geometric pattern bado unaona inasumbua. So what the aim, anakuambia what the problem. Give unatakiwa usome areas. The select features could not be pattern using geometric pattern. Deselect geometric pattern, check the box. Unatakiwa nitoa hii na niomba nitoe hiyo. Lakini some chamfer items are no longer in the model. Edit the feature to select the item. Kwa kuna feature nyingine nakuta are no longer existed. Kwa hiyo kuna namna ambapo kuna zinaweza zikakusumbua au zinaweza zikasumbua. Okay, sawa. Hiyo unatakiwa wewe ni ukiona hivyo usipoteze muda, maana yake unaweza kuchukua that point, edit features, unaenda kwenye that point, una click zinakuwa mbili ili kuepusha usumbufu. Okay, that is our point. Kwa ume create that point, lakini ukiangalia hii tumeitengeneza baada ya kuchora 2D yetu. 2D yetu ni cycle, then after that una create ile umbo lako. Okay, so baada ya kuona hiyo sasa swala tunaenda tuangazie habari za tumegusa extruded boss, tumegusa fillet, tumegusa extruded cuts. Okay, so unataka kufanya pattern about that point, unapiga isometric, unataka kufanya hii pattern katika upande wa linear. Nikiklik that linear, it means itaniomba directions. Direction nasema that direction, I put that light plane. Kwa light plane
idadi and distance, which distance nadhani unaziona, that is the patterns zinakuwa zinaenda katika hii. Ukitaka direction 2 kwa mfano, nataka direction 2 itokee upande wa y, zinatengenezwa this zinapangana kwenda hivi. Unavyo add utaziona kwamba zinaenda. Ukitaka upande wa pili unapiga hii different, ukitaka upande mwingine unapiga this one, unaona. Kwa hiyo ni kikliki features ya chamfer ndio inasumbua sana. Okay, chamfer ndio inasumbua. Okay, kwa hiyo that is my plan. Kwa hiyo ni namna ambayo unaweza ukahusisha moja kwa moja kuchora hizi nani zako. Okay, lakini hiyo ni linear pattern. Circular pattern unataka kufanya rotation at that point, lakini unahitaji kitu kizunguke kwenye hii circle. Kwa hiyo ni direction hii, na sasa unakuta una specific object inazunguka. Nadhani nishaongea, yani hazina tofauti sana na zile za kule kwenye 2D. The same, isipokuwa kutakuwa na select zile features ambazo za kuzungusha, tofauti na huko kwenye sketch. Okay, sawa. Baada hapo tuone kitu kingine cha ziada. Okay, so reference plane maana yake unahitaji kutengeneza plane ambayo inakurahisishia wewe kwenye kuchora. Unakuta plane ambayo ni huwezi kuipata kwa urahisi. Kwa mfano ukiput kwenye isometric unataka kuchora hapa cycle at that point. Sasa ukiangalia hizi plane hazikupi, plane inakaa katikati, yani hazikupi hizi plane. Kwa hiyo unataka uchore nje ya hii cycle. Unachofanya nini? Unaenda kwenye reference plane, unapick plane, una select that one. Okay, lakini that point unaenda na sasa hii inaactive the plan. Kwa hiyo unakuta ni ngumu wewe kufanya hiyo analysis. Kwa hiyo unachofanya ni plane, unaenda kuselect plane ambayo iko parallel na hiyo face. Kwa mfano plane ambayo iko parallel ni this plane. Kwa hiyo unatokea kwenye center katikati, unaipa distance up to that point tangent. Kwa hiyo sababu unaijua distance, unaweza kuiandika hapa distance. I think niko 200, sisi tuweka 200, kwa hiyo outside itakuwa ni 100. Kwa hiyo kika 100 tunaweza kuchora kwenye that points. Okay, kwa hiyo click. Kwa hiyo nikija kwa maana tumetengeneza plane ambayo itakuwezesha kuchora nje ya hili duara. Kwa hiyo ni click hapa na sketch, na nitakuwa nachora kwenye ile duara yetu tutengeneza. Okay, una smart dimension ya 1 example, then una put ukitaka uzunguke na duara kabisa, ukiwa unataka na hole katikati, unaweka kabisa zile mbili ili ile nyama ita action inside. Hii nyama utaweka directions na boss. Sasa hii nyama ikawa imetokea sehemu unataka. Wewe unaweza hapo na select contour. Contour unaamua itaka hii au unataka zote au unataka katikati itoke. Ni hiyo contour. Directions, blind direction. Naona blind direction naweza nikafanya hiyo offset, shafundisha offset, nikaipeleka mbele kwa distance fulani, alafu nikaipa blind iende kwa. Sasa kwenye blind nataka iangukie kwenye up surface that face ili iende kushikana vizuri, iende kuweka vizuri mkao. Kwa hiyo nataka nichukue up to surface, kwa hiyo direction hii na click face hii. Umeona inaongeza feature fulani ambayo inaenda ku act na hiyo kubana vizuri. Kwa hiyo inakuwa that's all. Unaona point kama hizi. Kwa mwingine kitaka kutoboa that point, maana yake na select that face na sketch na click that
hii cycle na convert entities kama nilivyofundisha. Baada hapo nasema features, sababu natoboa anatumia execute cut, lakini natoboa kote nasema through all na kitapita. Kwa hiyo hapa hiyo napiga na split kidogo, napiga hide, nadhani utakuwa umeona features hiyo features. Asante. Kipindi kingine tutaendelea zaidi na hiyo hizi features ili tuweze kuelewa kiundani zaidi.